tumekuja kupata habari kamili kuhusiana na mkutano mkubwa sana ambao tunazo tetesi kwamba umeandaliwa. Sisi tunataka kufahamu kiundani zaidi nini kinachotarajiwa kutokea katika huu mkutano. Yes. Ilikuwaje mpaka kaandaa huu mkutano? Nini dhima, watu watarajie nini kuhusiana na habari ya huu mkutano mkubwa sana ambao umeandaliwa? Ni mkutano wa kuvuka mipaka. Yes, hata mtumishi wa Mungu ambaye atakuja kuhudumu pia amevuka mipaka. Kabisa. Ametokea Kenya. Kwa hiyo na sisi tunatamani kufahamu kiundani zaidi. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza. Tafadhali ambatana nasi ili tukaweze kufahamu yote kiundani zaidi. Bakia hapo. Kama unavyoona tayari hapa tuko kwa Mtume Geoffrey Katula. Tumekuonyesha tumetoka huko mbali, tumeona mabango njiani. Ni kubwa zaidi tumekutana na mpenzi mtazamaji, kama tulivyokuambia kwamba swala leo tuleta hapa sisi ni swala moja tu. Tunatamani kupata taarifa kamili kuhusiana na habari ya huu mkutano mkubwa sana ambao umeandaliwa. Ni mkutano wa kuvuka mipaka. Katika matangazo tumesikia pia hata mtumishi atakayekuja kuhudumu amevuka mipaka ya nchi. Kwa kuna vitu vikubwa sana tunatarajia kuvipokea. Tumeona tupate habari kamili kutoka kwa Apostle ambaye ni mwenyeji na ni mwandaaji wa huo mkutano. Kwa tafadhali salia nasi tupate taarifa kamili wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na tumesikia kuhusiana na habari ya mkutano mkubwa sana wa kuvuka mipaka ambao umeandaliwa. Na sisi tukaona ni vyema tuje tupate taarifa kamili ili tuweze kuwajuza watu kuhusiana na habari ya mkutano ulioandaliwa. Na najua kwenye hii habari ambao kwenye huu mkutano ambao umeuandaa ulikuwa na maono makubwa sana. Kwamba unatamani watu wapige hatua, unatamani watu wa move on, unatamani watu wasogee sehemu kutoka walipo kwenda sehemu nyingine. Lakini sisi tumetoka mjini na tukaona ni vyema tuje kuzungumza na wewe tupate taarifa kamili kuhusiana na habari ya mkutano ambao umeandaliwa. Yes. Okay. Karibu sana. Asante kwa kuja, na labda nieleze jambo moja. Naona mnatumia neno mkutano. Yes. Ni kongamano. Kongamano. Yes. Mungu ametupa neema na maono ya kuwa na kongamano kubwa la kuvuka mipaka. Unajua watu walio wengi sana wamefungwa kwenye eneo moja, na hilo eneo linasababisha mtu asitoke. Sasa kuvuka mipaka kuko kwa aina nyingi sana. Kuna mwingine mipaka yake ni eneo aliloko, lakini kuna mipaka mingine ni ya kibiashara, mipaka mingine ni ya mahusiano. Yaani nyie kwenu hakuwa anayeolewaga na mtu anayeeleweka. Wote wanaokuja kwenye familia yenu tu, wote tu utasikia ni mtu wa namna fulani. Yaani swala ndoa ipo lakini muoaje sasa. Yes. Na kwa hiyo wakati mwingine unatamani mwingine aolewe hata na mzungu. Lakini mipaka inakwambia atake kuwa na kijijini kwako. Yes. Kwa hiyo ni hayo mambo ambayo tunataka tudili nayo, na Mungu ametupa hiyo neema kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 26. Yeah. Tutarajie nini kikubwa zaidi? Jambo la kutarajia, watu watarajie baada ya kongamano hilo maisha yao hayatakuwa kama yalivyokuwa. Watavuka mipaka. Kabisa. Na kama mtu alikuwa hajawahi kuvuka mpaka wote ule, inawezekana mwingine ni mpaka wa nchi. Na watu wengine anatamani kutoka ndani ya Tanzania. Yes. Hatoki. Yes. Mwingine sio Tanzania, mwingine anatamani kutoka kwenye kijiji chake aende mjini. Changamoto. Mwingine anatamani kutoka huko kijijini aende Dar es Salaam au aje Dodoma kwenye makao makuu ya nchi. Hawezi. Zamu hii tutawavusha watu. Kwa tafsiri hiyo ina maana kuna vitu vinaendelea katika maisha ya watu. Wao wamefichukulia ni kama desturi, lakini kumbe wapo katika mipaka. Kabisa. Kuna watu wengine ambao maisha yao yamestaki hapo, lakini anaona ni kama wameduma. Yaani kama kawaida, lakini wakiwa kwamba huyu mtu kuna amewekewa mpaka kwamba usije kuvuka hapa. Sasa Mungu ametupa hiyo neema, na mtumishi wa Mungu Dr. Skenga tutakuwa naye. Nimeeleza mwanzoni kwamba ni mtumishi ambaye Mungu amempa neema kwanza ya kufundisha neno. Yes. Alafu ya kutabiri. Yes. Na kutabiri kwake amepewa neema ya kuona cha ndani kabisa. Alafu baada ya hapo kukupa majibu ya hicho alichokiona. Kwa hiyo tutakuwa wote hapa, mimi kama mtumishi wa Mungu Apostle of New Generation, ni kuhakikisha kwamba kizazi hiki kinaenda mahali fulani. Nimewaambia watu mimi Mungu ameniita kwenye mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza kuwasaidia watu waende mbinguni. Lakini jambo la pili ni kuwavusha hapo walipo kwenye hali ya duniani sasa wafanikiwe. Maana mafanikio ni duniani, mbinguni zinaenda kusifu na kuabudu. Kwa hiyo mgeni anayekuja tutegemee, umetaja mambo matatu hapo. Yes. Kwa hiyo tutegemee 3 in 1 kwamba yeye anakuja anakuonyesha kabisa kwamba kinachokusumbua ni hiki hapo, na anakupa na tiba moja kwa moja. Naam.
kabisa. Kwa watu watarajie mambo mazuri. Ndio. Lakini kuna watu wengi wameahidiwa mambo. Kuna mwingine ameahidiwa kwamba ana miaka mitatu sasa. Kwa mfano aliahidiwa 2025. Ikifika 2026 mwezi wa kwanza, basi tutaukatia passport na nini. Uje as a USA. Yes. Lakini kuna mwingine aliahidiwa kwamba nitakupa biashara. Lakini kuna wengine walianzisha biashara, lakini ilipofika muda fulani ikakata. Tuna makundi ya watu mbalimbali. Wengine kwenye mahusiano inafika mahala vitu vinavunjika tu pasipo kujua chochote kile. Yes. Kuna mtu anatutazama na anapitia kwenye hiyo hali. Lakini ukiangalia sasa hivi pia kuna kwa Tanzania ni mwaka mpya wa serikali wa kifedha. Yes. Ambao umeanza mwezi huu wa 7. Yes. Kuna mtu amelia toka Januari hadi mwezi wa 6 na hata sasa hivi bado ana struggle. Promise ambazo aliingia nazo, mwingine alitabiriwa kabisa huko aliko. Mwezi wa kwanza mwaka huu utakuwa mwaka wa mapumziko, mwaka wa kuinuka, lakini bado mambo yako pale. Sema neno baba kuhusiana na hayo yote hayo. Ukijumlisha kwa pamoja ni kwamba huyu mtu ameahidiwa, amefanyaje, lakini kinacholeta ni kwamba ameambiwa hautavuka tu. Ni kweli ulistahili uvuke, lakini bado kuna kizuizi, kuna geti hapa. Sasa lengo la kongamano hili ni kuvunja hili geti, ili mtu sasa, kama ni ahadi ambayo Mungu amekusudia aipate, na sio kwa wakati wake ambao Mungu amekusudia, sio delay, no, ije kwa wakati. Yes, una jambo jingine? Hapana, zaidi tupende kushukuru na tukutakie maandalizi mema. Tuko pamoja katika hili, tutaendelea kujulisha watu kuhusiana na habari njema ambazo zitakwenda kutokea mahali hapa. Labda utuhitimishie tu kwa neno kwa watu watarajia mambo makubwa. Na kuanzia tarehe 19 moto utawaka hapa. Tunamwamini Mungu. Tunafanya kazi tukiwa chini ya mbingu. Mbingu zimetukubali na tarehe 19 itajulikana kwamba mbingu zimetukubali. Yes, moto utakwenda kuwaka mahali hapa. Yes. Amen. Bariki sana. Yes. Amen. Kama ulivyoona hapa Apostle Geoffrey Katula, tumetimiza kiu yetu ambayo tulipokutana na hilo tangazo tulishtuka kwa hiyo taarifa. Yes, tunatamani kupata taarifa kamili. Yes, na taarifa tumezipata. Na nikuombe tu ambaye unatufuatilia, hakikisha unafuatilia mitandao ya kijamii ya Eden Amazon God ili kupata taarifa kamili. Yes. Na kwa kukumbusha tu, kongamano linaanza tarehe 19. Litaanza saa 3 asubuhi. Maana yake itakuwa ni Jumapili. Yes, hadi jioni. Maana kama una chakula ndio nacho, kwa sababu sitamani kama huu moto utatamani hata kutoka. Unajua hata kwenda uani tunafikiri kwamba una muujiza fulani utapishana nao. Na siku ya Jumatatu ya maana yake tarehe 20 itakuwa linaanza saa 10 hadi saa 12. Na siku ya kuhitimisha sasa Jumapili itakuwa tarehe 26. Kwenye tonge la mwisho lile. Tonge la mwisho. Na kukomba mboga. Yes. Maana yake tunaanza saa 3 tena hadi jioni. Mpaka jioni na. Tell a friend. Yes. Mpenzi mtazamaji, hii sio ya kukosa kabisa. Usipange kukosa. Mwambie rafiki. Taarifa hizi mfikishie yoyote yule ambaye unaweza kumfikishia. Mtu fulani akivuka mipaka kwa ajili yako, trust me, hatakuja kukusahau. Wewe ukifanyika daraja la mtu fulani kuvuka. Mbinguni Maandiko yanasema kwamba mtu mmoja akiokoka, mbinguni inafanyika sherehe. Sasa imagine wewe umesababisha sherehe kafanyika mbinguni kwa ajili ya mtu mmoja. Yaani wewe kumsambazia tu mtu taarifa, yeye akaja kupokea wokovu wake. Mbinguni kafanyika sherehe kwa ajili yake. Maisha yako hayatabaki kama yalivyo. Na yeye Mungu lazima atakukumbuka. Kwa hiyo nikusihi na nikuombe ukawe balozi mzuri, ukawe balozi mwema. Hebu watangazie watu kuhusiana na habari ya kongamano hili. Watu wakavuke mipaka. Watu yani yale mapenzi ya Mungu yakatimie, kwa sababu mapenzi ya Mungu yapo katika maisha yetu, lakini adui naye ametuwekea mipaka kwamba hautavuka hapa, hautafanya hili. Na mtumishi wa Mungu ametuelezea hapa kwamba mipaka iko ya aina nyingi. Kuna vitu tunavichukulia katika maisha tunaona kama ni desturi tu. Ni tamaduni za ukoo wetu au tamaduni za familia yetu. Tunavichukulia kama tamaduni, kumbe hapana. Ni mipaka ambayo adui ametuwekea na akatuwekea mazoea sisi katika fahamu zetu. Tukaona kama ni kitu cha kawaida, lakini kumbe tupo katika vifungo. Basi ni muda wa kuvuka sasa, ni muda wa kutoka sasa. Ni kongamano la kuvuka mipaka. Usipange kukosa. Lakini baada ya kuna mtu anasema mimi
niko nje ya mkoa na siwezi kupata ruhusa ofisini. Ibada hii itakuwa live. Itakuwa live kabisa katika YouTube channel ya Eden Embers of God. Ndiyo. Lakini pia Instagram, TikTok na Facebook. Katika social media zote tuko hewani. Kwa hiyo kuna kisingizio. Wewe jiambatanishe tu na upako huu. Unajua siku hizi watu huwezi kusema kwamba ni bando. Ziko free wifi nyingi tu. Unalipia shilingi 1000 unashinda kutwa nzima. Kwa hiyo hebu lipia hiyo shilingi 1000 yako. Hii 1000 yako wewe itumie kukuvusha wewe katika mipaka yako. Tunaenda kwenye wifi tunaomba tu kwa ajili ya kuperuzi katika mitandao ya kijamii kuangalia dunia inaendaje. Lakini hebu tumia hizi siku kutumia hiyo wifi yako ikupeleke sehemu itakwenda kukuvusha mipaka. Ni kuahidi kwamba sisi tutakuwepo. Yes. Na tutakuletea habari moja kwa moja. Yani, miujiza itakayotendeka tutakuwa tunawapea watu. Kwa hiyo kaa karibu na sisi. Mimi naitwa Tito Joseph. Mimi ni Rithiwema Emmanuel. Tutakuwa pamoja nami. Kamera ni Emmanuel Robert. Yes. God bless you. Amen. Amen.